Ruto wachana na kandi kabisa. Hii kandi ni yetu ya agency, wacha kutuibia slogan yetu. Unasema uko kandi gani? Kandi yenye uko nayo ni ya red kandi. Hii ingine tuachie. Hii slogan ni yetu, wacha kuiba kila kitu. Wewe unaiba kila kitu. Na nyinyi agency muende mchukue hizo nini kandi. Tunataka kutoa hao watu wote. Tunawapeleka nyumbani wote, tunafagia. Na this round hakuna kusema sijui kura ni siri yangu. No. Kura ni siri yetu. Tunataka kuona mwenye anatuuza. Tunataka kuona njenzi mwenye anatuuza. Mwenye anapigia Kasongo nini kura. Akisema tu tamu. So hakuna siri ya kura. Kura ni siri yangu. Kura ni siri yetu. Sisi wa njenzi. Kama unajua unasema hivyo. Ebu hata nini usikanyange mahali manjenzi wako. Jua utatosha. Na huyu nani Ruto acha kutuibia nini siri zetu. Wewe ngojea tu hii kandi tuitoe. Tukupeleke nini uko Sugoi. Tukupeleke mbio 2027. Hati unasema sijui uko kandi. Kandi gani? Wewe. William Ruto, I know you are very, very desperate. Very desperate. Sasa ataka kitu kidogo vijana wa Gen Z wamekuja eti tukukad. Eti umekuja hapo umeigrab. You have stolen it. Eti tukukad. Unajua hiyo tukukad ilikuwa ni idea ya Gen Z kumobilize one another. Kutafuta voter card. Wajimobilize waende kwa vituo za kujiandikisha kama wapiga kura, watu wajitokeze ndio ile one term yao iweze kuwa real and practical. Sasa umekuja haraka ukaona hiyo kitu itaenda kukusumbua hapo mbele because of mobilization ya Gen Z. Umekuja umesema tuko kadi mbaya kabisa. Tumejipanga, watajua wajui. Kwani hawa ma Gen Z wewe ndio uliwaletea hiyo idea ya tuko kadi ama wao ndio wamekuja nayo? Wewe yako Gen Z, and I think Gen Z is the way you have translated this. Mumembadilishia haraka. I like the quickness ya Gen Z. Mmejua amewaibia hiyo tuko kadi. So mmekuja haraka mmemcounter, mmemwambia yako ni red card. Ishatoka kwa yellow card. Mlimpatia yellow card wakati ule wa Gen Z ilienda maandamano 2024 finance bill. Mkamwambia yako tumemalizana. Ile ilikuwa ni yellow card. Kuingia parliament ilikuwa ni yellow card. So sasa tunaenda uchaguzi kwa Ruto ni red card. Sababu is not going to serve as a two-term president. Red card ni kumuondoa aondoke. So mambo ya kadi sisi tunajua kwa William Ruto ni red card ya kwenda kipindi yake imeisha anaenda. So tuko kadi hiyo ni idea ya Gen Z. So Ruto stop playing the psychology of the Gen Z. Kenyan youths are very, very wise, very intelligent, very informed. Hata ugeuze hiyo tuko kadi mara 20 in your favor. They know one term it is you. So unajua narudia hiyo tuko kadi rada mbaya sana. Hivyo ndio anasema. Yaani ile kuforce easy way. Yako inajulikana red card one term. So ukaa ukijua. Na Ruto aje nikwambia another thing here. Hii story ya akina Matiang'i, akina Gachagua iliisha kitambo. Ni nini inakusumbua bado kila siku unaiongelelea? Kila siku unaongelelea. Rigathi alikuwa msmart, intelligent. Akasema nilikuwa nataka William Ruto akuja hapa chini. Ukweli tumeona kuwa alikuwa anataka ukuja hapa chini. Sasa ashatoka hapo, wewe unashinda ukijirudia, sijui wale watu tumbo sijui nini, wale wapi unaanza kujidefend. Sisi tunaelewa hii game. Hii mambo ilikuguza bapaya na hakuna venye utajisaidia. One term remains constant. That's how the ground is saying. Mimi naongea kama mchanganuzi wa mambo ya kisiasa. Vile naongea kama mwenye nafanya research kwa ground. Songa mbele. Next episode ndio hiyo inakuja sahi. Rigathi Gachagua. Mzee nimekuvulia kofia. Gachagua nimekuvulia kofia. You understand Ruto very well.
Chuzi wewe ndio umesema eti hapo mahali nimekuguza. Ndio nilikuwa nataka nikuguze Ruto. Ndiposa utoke hapo juu, urudi hapa chini. Uache hiyo presidential standard. Sasa ukuje raia wa kawaida. Ruto, ukweli wa mambo ni Gachagua alikugonga. Paka sasa hivi hujaseto. Paka sasa hivi hujarudi noda. Yaani ile kitu aliongea Jumapili na Jumatatu umeiongelelea wiki mzima. Haupumziki na mambo ya rigiji. Mara unataka kujiexplain sababu ushafeel guilt eti ulikuwa president na umebehave. Na unasema mpaka unaambiwa wacha utoto, wacha ujinga. Hiyo kitu nimesikia Gachagua akizungumza. Nikasikia Linus Kaikai, anka wa Citizen TV pale sijui wanaisema nini, akizungumzia hiyo kitu. So because the guilty, watu wamekuwa wengi hapa wakiuliza sasa huyu ni president. Is this the president? Anaongea hii maneno yote, anaongea mambo ya mimba, anaongea mambo ya vijana kulala na wanaume, kuongea mambo ya sijui nini. Sababu watu wamekukosoa, unataka nao kujustify. Hiyo process ya kujustify, hiyo ni suffering from the guilt. Eti enyewe mimi nilikuwa rais, ama ni rais, wamenitoa huko juu, wamenileta hapa chini. Na wamerudi hapa kuambia watu, nilikuwa nataka utoke hapo juu, ukuje hapa. Gachagua anacheka relaxingly, eti amekucheza. Na wewe unajulikana ni mtu uko intelligent politically. Sasa unaona hapa hiyo message yenye umefanya. Sasa wewe na Gachagua scored. Wewe na Matiang'i scored. Sababu president mzima unaongelea nini kuhusu health ya mtu? Unaongelea nini kuhusu kula kwa mtu, chakula? Unaongelea nini? Unaweza kuongelea mambo ya kukulana kwa wasichana na wanaume. Kwa nini? Why should you speak that? So wakati watu wameanalyze maneno yote, hizo cheche za kisiasa, imeonekana wewe ndio uliumizwa zaidi. Unaona mpaka hii maneno inaisha, mara unaweka kanzu ya Waislamu, bado unaendelea kujibu ukiwa ndani ya kanzu ya Waislamu. Unajua ni msimu wa Ramadhani. Huwezi kuwa ndani ya kanzu kama hiyo bado unaendelea kutukana watu. Haiwezekani. Hata nimeshindwa kuelewa Waislamu, hiyo kanzu yenyu na hiyo nini mnavalianga hapo juu, yaashiria nini? Mtu akivaa hizo vitu anafaa kuwa msaint, afai kuongea hizi vitu za matusi nini, sababu ni msimu wa Ramadhani. Nimeaibika sana kuona you don't respect Uislamu, sababu mnaogopa urais. So Ruto admit kuwa Gachagua alikugonga, na nimeona kuwa Gachagua amekeep so many missiles. Kabla tufike 2027 atakuangaisha sana. Nishakwambia. Nyinyi wengine muendelee na mchongoano. Mambo ya mkokadi mtuachie sisi. Okay? Tuachieni sisi vijana. Nyinyi wakongwe na wahenga muendelee na mambo ya wewe ni mkonde, wewe ni munono, wewe unanyamba, wewe unyambi. Vinyambi nyinyi, sawa? Hizo vitu zenyu muendelee nazo kabisa, sawa? Lakini mambo ya tukokadi musiweke hiyo ulimi zenyu hapo zenye ziko na vitu mbaya, zimesema vitu mbaya. Hata zinabo. Msijaribu kusema mambo ya kadi, mnafanya inakaa funny. Wacheni vijana wachukue kura, wajipange na watu wao wenye wanataka, lakini sio nyinyi. Nyinyi kwanza ni wahenga. Hakuna venye hii nchi inaendelea na wahenga manongo nyinyi. Kutoka niyo kwani hamjatengeneza pesa ya kutosha. Simu print pesa mingi mujilipe pesa ya uzeeni, muende mkakae na uzeeni huko. Because mnaudhi. Manongo nyinyi. Ile hiyo imenibamba. Ati huyu wako kadi yako karata. Hebu ona karata zake na maskandal zake. Ai wa Kenya. Niko kadi means one time. One time means niko kadi. Uenda kaushwa huko penye ulikuwa unakaushwa. Bro, Ruto ako karata. Okay? Don't confuse people. We iba. That is your main agenda. Baba, iba. The more unaiba, the more unakauka. Why am I even moving this? We.
iron poison and reverse psychology yake ni first class. Mnakumbuka chenye walifanyia Anguka Nayo? Hiyo ndio ilikuwa song yetu ya maandamano. After sasa sahi it's a state song. After ameperform mbele ya huyo mtu amekauka, ina lose meaning. Na kale kengine sikumbuki jina yake. Sasa hii Tuko Kadi anataka kuharibu. Tuunde ingine. Hatukusoma free under Mwai Kibaki. Turidhi akili ya CBC. Okay. Niko Kadi because Rex Masai will no longer be with us. Niko Kadi because David Shege will no longer be with his parents and his children. Niko Kadi because Erickson Mutisia and Eric Shieni will no longer be with their parents. So, mbona uko Kadi? I'm saying this because I'm very mad. The same person who orchestrated the massacre of over 200 Gen Zs since 2024 ameamka akasema ako Kadi. Tuko Kadi because tunataka kukutoa kwa hiyo ofisi bro. Tuko Kadi because tunataka uende home and your whole regime. Tunawafagia wote. Tuko Kadi because SHA is not working. Tuko Kadi because the education system is not working. The higher education loan board or whatever you want to call it is not working. Tuko Kadi to make sure that bro umeenda home. So over to you, mbona uko Kadi? We just want to make these people now understand mbona tunakuwa Kadi. Tunakuwa Kadi because they even call us digital workers and that we are not ready to register for voting. So that's the reason tunakuwa Kadi. Mbona uko Kadi? Manze jamaa kwende. Jamaa kwende tu with his old regime tufagie wote. Tangaza uchaguzi kesho. Si uko Kadi? Kaka braza. Tangaza uchaguzi kesho. Si uko Kadi? Haraka fast. Niko Kadi. Tangaza uchaguzi kesho. Allah. Unajiona sweet. Jilambe. Tangaza uchaguzi kesho. Uone. Tutatokea baba. Hatutachelewa. So guys, food for thought. No, let me land. Ama jana Mazigoro alikuwa anajisemesha hiyo maneno yako Kadi ni nini? Ndio atu distract, ndio tu concentrate na yeye atu distract maneno ya Narok. Alikuwa anataka tusahau, si ndio? Ajia na deal na kina nani? We are not distracted. Sisi tulisoma Chozi la Heri, kitabu iko na page 300 na tulishika characters. One time. Tulichora family tree. Hiyo kitabu ilikuwa na characters 91 mpaka Njogo. Na hatukusahau Sembuse Narok. Sisi tusahau ati tuanze kuconcentrate na wewe na makadi zako za matakataka. Wewe. What? Kai, the rice na mbivu, I withdraw, I retract. No, I don't. Okay. One time drain that. Some kindly follow me on Instagram, Facebook, and X. Follow my backup account also. Purpose to register Sabote if you haven't, guys. But I'm doing a shati yangu ya leo. Na nawapenda sana. Miona Ruto akisema tuko Kadi. Na mimi nataka niwaambie tuko tayari na tuko Kadi. Kama mnataka hiyo, tuko Kadi tayari. I think this guy has mastered the art of manipulation, ama reverse psychology, because every time we come up with a slogan, he finds a way to twist it around to his side. Waliitwa Zakayo, akasema sijui alifanya nini. Akaitwa Kasongo, akaanza kudance Kasongo. Sasa vile Gen Z wamesema tuko Kadi, pia yeye ako Kadi. Ajui hizi kadi ni yeye tumewekea. Ajui tuko na poka. Tell that guy one day we will come up with a slogan very soon. We will come up with a slogan yenye hataweza kutumia. Kama RIP Rex sijawahi ona akitumia hiyo. We will come up with a slogan because he thinks we are not. Siku yako inakuja. We are coming up with a slogan yenye utaweza kureverse. President William Samoei Ruto unfortunately hijack Tuko Kadi campaign na amesema wamejipanga Tuko Kadi. What do you mean, Mr. President, by that? What do you mean? You know, this is why you need to start listening to nonini. Whoever alikama up na history ya Tuko Kadi, hiyo kitu ungekuwa ushai copyright. Na any politician mwenye anaitumia vile Matiang'i alitumia, sasa vile mtu ametumia, unawasue immediately bana for copyright infringement. Then nimesikia tu vile mtu anasema Tuko Kadi, nikajambia please. Yani
Ako na an entire communications team that come up with a better campaign. Watu walilia 1 term au wamelia 2 term. Like they can never do anything original. Mnaiba kila kitu, mpaka mnaiba slogan, mnaiba ideas, mnaiba mali za umma, mnaiba kila kitu bana. Be original. Tuko kadi. Miradi zetu zinajionyesha vile tumefanya. Hawa wanapiga kelele. Kadi gani? Hata mjicheza cards. Wizi ndio mna naona must go hijack slogan yetu ya niko kadi. Kwani rada itasumbua sana jo. Mimi nimeona mnasema niko kadi, si ndio? Nimeona Kasongo akijaribu kuhijack hiyo slogan ya Gen Z, niko kadi. Kasongo, wacha nikuambie, wewe uko na card lakini yako ni red card ya kwenda nyumbani. Nyinyi mkipima huyo mtu wa kitambi kubwa huyo anawezana na sisi kweli? Huyo mtu wa ukabila na chuki. Hawa nitawamalizia asubuhi na mapema, haiwezi kufika lunch time. Hii ni breakfast. I will finish with them. Siaya, tuko kadi, tumemaliza job, tukutane. Si game imeisha? Game imeisha. Tuko kadi ama tuko kadi? Waambie tuko nini? Tuko nini? Tuko nini? Tunawaambia tuko kadi. Asante sana, mimi nawapenda Josiaya. Mungu awabariki. Nyasaye okwedhu. Tuko tayari na tuko kadi. Kama mnataka hiyo, tuko kadi tayari. We are ready for you when the time comes. Nimeona Kasongo akijaribu kuhijack hiyo slogan ya Gen Z, niko card. Kasongo, wacha nikuambie, wewe uko na card lakini yako ni red card ya kwenda nyumbani. Si ndio? Ya Kasongo ni red. Tumekupatia red card. Na red card utaenda nyumbani. Hata ukifanya nini? Hata ukilete nyota, hata ulete mwezi, ama ulete jua, utakuwa 1 term. Kasongo ni 1 term, si 1 term. Aende asiende? Wameshara aende asiende? Wamakeki? Harambe! Basi niko na viongozi hapa, wacha waseme.